Sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 10. Neno la Bwana linasema, neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana kaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyoosha mkono wake, akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 mpaka 10. Sehemu hii kuu inathibitisha kwamba Mungu humjua mtu kabla hajamuumba. Kwa Mungu anakujua kabla hajakuumba, anakujua utakuwaje, ukoje. Humchagua mtu na kumpa kusudi maalum kabla ya kuzaliwa ili kutumika kwake. Kwa anakupa kusudi maalum kwake ulitimize. Kama kauli mbiu ya watoto inavyosema, watoto, Mungu ametuita sisi watoto kutimiza kusudi lake maalum. Kwa na Mungu kabla hujazaliwa anakujua. Anakuwekea kitu ndani yako ili utimize kusudi lake maalum. Ukiangalia hapo kwenye mstari wa 4 mpaka wa 5, nitasoma. Neno la Bwana lilimjia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo la mama yako, katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa kabla hujatoka tumboni Mungu anakujua na anakutakasa. Bwana Yesu asifiwe. Hii inathibitisha kwamba maisha ya mwanadamu yana mpango thabiti wa Mungu. Kwa hiyo inathibitisha maisha ya mwanadamu yoyote ambaye Mungu anamjua toka tumboni, aliweka mpango wake thabiti. Kwa Mungu akikutuma usije kumwambia mimi siwezi, sijui nifanyeje. Sikiliza. Ukiangalia mstari wa 6 mpaka wa 8, tasoma. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Kwa Bwana anakuambia, nenda nitakapokutuma, usije ukasema mimi naogopa ama siwezi. Atakutangulia. Muombe, mwambie Mungu, ninaweza kwa jina lako. Amen. Tunatakiwa kuondoa hofu na kuwa majasiri. Mungu anataka tusiangalie umri wetu wala wasiwasi wetu, wala tusiseme hatuwezi. Tena usiogope kufanya kazi ya Mungu. Amina. Maana Mungu mwenyewe anatupigania. Kwa Mungu anakupigania kwenye vita yako. Sije ukaenda sehemu ukawa unahubiri neno lake. Mungu amekutuma ukamwambia siwezi, akakutuma tena ukasema sawa nitaenda kuhubiri. Sio akikurushia mawe akikufanyeje ukasema Bwana sifanyi tena kazi yako. Hapana, usiseme hivyo. Kuwa kama Yeremia, unajiona uwezi, Mungu anafanya kinywa chako kinene yale aliyokuambia. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Na ukiangalia hapa mstari wa 9 mpaka wa 10, nitasoma. Ndipo Bwana akanyoosha mkono wake akakigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na
kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Kwa Mungu anatia maneno kinywani mwako, ukabomoe, ukaharibu, ukaangamize na kupanda. Usiogope kwamba mimi ni mtoto. Watoto, Bwana Yesu asifiwe. Msiogope kwamba nyie ni watoto. Mimi mwenyewe ni mtoto. Amen. Niliambiwa utahubiri Jumapili. Nilijiona siwezi, ila kwa neema ya Mungu nimefika hapa nilipo. Amen. Bwana kubariki. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa Mungu anaweka mamlaka ndani ya mtu kuwa mtumishi tayari kwa kazi yake. Kwa Mungu anaweka maneno yake ndani yako kuwa mtumishi tayari kufanya kazi. Usiogope kufanya kazi, usiwe na hofu, usiwe unababaika. Anatupa mamlaka ya kung'oa, kubomoa, kuharibu, kung'oa na kujenga na kupanda juu ya mataifa. Mataifa ni watu wasiomjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kazi ya pili aliyopewa, kuzuia na kuleta tumaini jipya na kurejesha uhusiano wa mtu na Mungu. Kwa kama umefanya dhambi, ulikuwa hapo na Mungu ukafanya dhambi, mtu atatumwa aje akuokoe kwenye hiyo dhambi. Na nasema alipewa kazi ya kurudisha uhusiano kati ya mtu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiogope kumwambia Mungu, mimi ni mwenye dhambi. Umemtuma mtumishi wako aje kuniambia mimi niache dhambi nirudiane na wewe. Usiogope kumwambia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yetu huku ni kuambia watu waache dhambi, watubu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwaambie watu Yesu anaokoa, anaponya, pia anafungua vifungo vya shetani. Unakuta mtu anafungwa na mapepo na shetani anamuingia asiendelee kufanya ile kazi ya Mungu. Ila sisi hapa tukitumwa tukamwokoe huyo mtu, tumuombee, tusiseme sisi hatuwezi, tufanye vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Tusijione hatuwezi. Hata Adamu alipofanya dhambi, uhusiano wake na Mungu ulipotea. Mtu yeyote uhusiano wake na Mungu hupotea akifanya dhambi. Mtu yeyote uhusiano wake na Mungu unapotea akifanya dhambi kama Adamu. Sije mkafanya dhambi kama Adamu. Tufanye vizuri kama Yeremia, alijiona hawezi ila Mungu akawezesha kinywa chake akaweza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu leo limeishia hapo. Tufunge macho kwa ajili ya tuombe kwa ajili ya somo.